And Moses said to the people, fear not, stand firm, see the salvation of the Lord, which he will work for you today. For the Egyptian who you see today, you shall never see them again. The Lord will fight for you, and you have only to be silent. Hallelujah. Sometimes silence is a weapon of heaven. That these people sometimes unakuta mtu hataki kabisa kukombolewa. Hawa walikuwa nauliza, ni mbona haunge tuacha? Yani uliona vizuri tukuje kukufia huko. Ulale gile gototiganeke tukwira Egypt. Na tulikuwa, sikiza unasema, tulikuwa tumekuambia we better serve the Egyptians. Na wewe na kiherehere yako kakuja kutuambia tutoke. Sasa tumetoka gari umetulete hapa tukufe. Yani huko uliona hakuna makaburi mazuri. Some of you, that is the kind of character you are. I tell you this is what to do, but you don't want to listen to it. Why? Because the characteristic of Egypt mentality is still in you. Bado uko na ukobo. Bado you are a slave of the Egyptian mentality. Bado kile kimekushika cha familia yenu, bado kimekushika. Zile mahasira bado uko nazo. Ile confusion uko nayo. The poverty uko ndani yako. Kila kitu, what they planned you to have or to be in you is still with you, and they is still speaking to you. Wakati nimechukua hiyo bagi, wamekuja wanaume 3. Na wakaniambia, tafadhali fanya kazi yako, hatutaiguza tena. Lakini wachana na kazi yetu. 3 men wamesimama hapa. Ati hatutaguza, walikuwa nataka tukue na mkataba. Nikae chini na shetani sasa tupage. Sasa wewe shetani hautaingia hapa na mimi nitafanya kazi yangu. Sasa niweke Mungu kando kwanza. Tuabe tuigwidhanie na shetani. And that is what is in you, most of you. You have compromised the integrity of God in you. Aturero dogothi kodo no kaiguithania nao no gaikara kaigua dogothi. Okero dogo kodo na unakaa na unasikilizana, muna argue na wao na una compromise the entire integrity. Now unakuja hasa, Apostle, nimeenda kila mahali, I've gone. Hakuna mahali nimeenda. Mimi nimekuja hapa as my last. Nisipofaulu hapa nitajiua. Buju, ununue kamba ya kujinyonga na ile dawa ya maradhion. Huyo akuja kujiua, tunamrahisishia, badala aende akatafute, unampatia edo kakufe. Because you don't deserve to live. Yani unataka kutishia Mungu. Ati usiponiponya leo nitajiua. So what? Nini nitafanyika biguni? Kuna kitu itasimama? Nothing. Heaven will go on nicely. That is why I will never sit down with you to compromise what God has instructed me to do. You rather quit. I was in Germany. Na muliona zile pictures, sijui kama mulionyeshwa, nikizunguka nyumba fulani hapo hivyo. Hiyo ndio madhabahu ya German. By next month, all immigrant walikuwa watoke in Europe. By mwezi wa 3. All immigrant. Now I want you to Google right now. Wakati nilifika huku kulifanyika mgomo mkubwa wa wakulima. Kwa sababu the one world order, they want to control food. Because that is the only position wanaweza kushikia kila binadamu. Kumekuwa na revolution, maandamano imefanyika the day nilikuwa huko. The 3 days later nilipozunguka 7 times hiyo madhabahu yao, hiyo ambayo ilikuwa inasema any immigrant atoke huko. Na nikafanya venye nilifanya, nikamwaga mafuta mpaka mapolisi wakaniuliza unafanya nini? Na nikasema hapa hakuna immigrant, hakuna mtu atafukuzwa kwenye hii land. Na nikachukua mchanga nikakuja nao nikaweka pale kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesterday, the day before yesterday alone,
ilibidi wale walikuwa wameorganize maandamano ya kusema hakuna immigrant atatoka, ilibidi wasimamishe, maana ilikuwa na watu wengi zaidi, uncontrollable, the entire nation. Mpaka imebidi parliament wamekubalisha dual citizens jana. Just Google inaitwa AFP, ADF, chama ile inataka kusema watu wote watoke. Mpaka the president himself, the president of Germany, alikuwa kwenye maandamano ya kusema immigrant hawaedi. Hallelujah. Because of a simple act, a simple thing. Nilitoka hapa nikaambiwa, I was instructed kule kote, nilikuwa instructed, nikaambiwa kule nitaenda, na nikaambiwa nikifika huko, sikuwa najua. Nilipofika Spain, walionifungulia kule Spain ni sisters wa Catholic. Sasa ningewatangazia hapa naenda kwa sisters wa Catholic, mugeingia kwa maombi straight. Ni dadi yake wagona Catholic. Fafa ne twarega. Riabororo seria ne twarega. Dewe ni wa Catholic ne twarega. Catholic ne kwa Goma. Yeni nimetumwa kumaliza Goma. Lazima niingie kwa territory yake. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you are a vessel sent, you live in a disadvantageous life over others, because I will be doing opposite of what you wishes. When I was in Mungiki, I was launched into Mungiki as a preparation ground. Mungiki was my wilderness, to be prepared for the work I'm doing now. Sasa nikianza kuexplainia venye Mungiki nilikuwa ni ya Mungu na ilikuwa wilderness yangu, mtaanza kuniambia pastor ameanza kuruka kichwa. But I have understood now, the way I'm understanding what I'm doing today, Mungiki was part of God. It was strategic plan of God over my life, that I was taken to the wilderness. I did all what I did in the wilderness. So all along, I went through a class ya kufundishwa, na nimelelewa kule, nimefundishwa na nimejua hatima yangu. Now I am in church. Nimeingia church nikapatiwa wanawake 20 tukaniti na Beatrice, nikapatiwa wanawake 20 na wababa kama 5. Mmoja alikuwa anaitwa Dirago, alipatikana kwa gunia huko Livayara. Alipatikana kwa gunia huko Livayara. Ndio tulianzisha nao mradi wa kutengeneza viti. Akaanza kupika kanisa, akanipiga. Ni rafiki yangu alikuwa anaitwa Lef. Immediately tukienda, anakuja, tukianza mradi ama kazi na huyu hapa, tukianza kazi, walikuwa wanakuja wanaambia watu, unajua nini? Hapa usikae hapa watu wakaagi. Hata ukiandikwa kazi hapa hutalipwa. Lakini yeye hatoki. Yani ni wale mafarisayo walifanya nini? Walikaa kwenye mlango wao, hawaingii na hawataki mtu mwingine aingie. Usiku moja tu walipulani kwenda kuiba. Tokiwa hapo kanisani, wakapulani kwenda kuiba. Wakaiba lori mzima ya wine and spirit. Kumbe waliiba ya wine and spirit ya mkubwa wa CID. Alipatikana Livayara akiwa ndani ya gunia. You can never be able to fight the work of God. When God was preparing me, aliniprepare kwa uchungu. I have been shot at 12 times. Nimenyongwa mara 2. Hello, unaekelewa kwa mashini ya kunyonga inakataa. Twice. Mwili hii yangu, sijui kama unataka kuangalia, iko na risasi zimepita kwa mwili 12. Chakora na koge. Nwadira alilia. But in all this, God has saved me. I've been to prison 52 times. 52. 1, 2, 3, 4, 5. 52 times. Zimeingia. Hakuna prison iko Kenya hii sijaingia. Apparently for no reason. Crime ilifanyika Mombasa, ikaitanishwa na mimi. Na mimi niko Nakuru.
Crime ikafanyika Kisumu, ikaitwa ni mimi nimefanya, na nakuja nachukuliwa. You ask God, nikiwa ndani nilikuwa nauliza, what did I do that I deserve this? Why am I facing these challenges? But later on I came to understand they were not challenges. I was being prepared for a course. Bwana Yesu asifiwe sana. And this kind of people, they are on a mission. Sisemi I'm so important, but this kind of people on a mission, on a particular mission, they are not easily to be understood. Itakuwa ni ngumu. Hautanielewa. Roda hautanielewa. Onatoikana nawe. Hata wale naonaga wanatamania kukua bibi yangu. Please, hautawenie. Nitakubali tu, just come. Come for only 2 days. Only 2 days. 2 days imekutosha tu kupaki na kuenda. Na useme hautataka mwanaume kwa maisha yako. I'm not a good creature. I'm not that what you think I am. To you, I'm just a vessel used by God according to the plan of God. Ile guo tulichoma hapa, nini ngine na hizo mavitu zilikuwa tulizichoma hapa. Mliziona? Zilikuwa hapa tukazichoma. Ziko wapi? Lete. Unaona sasa hiyo ndio tunaita deliverance. Hiyo tunaita sasa deliverance. Ameenda amepata vitu zingine. Sasa kama alikuja hapa kwa muujiza na akaenda, angekumbuka. Sasa she is in the process of the deliverance. Yeke nigethito. Eno yeta wate. Gania. Eno yako gurutwa metakate. Kaletwa nengo kweririkania. Angalia, hii alikuwa amefungwa kwa mguu. A very senior person. Lakini alikuwa amefanyika muganga. Na hii ndio gethito. Simeni kamuti bado. Aka niko twenda akamute, akamba mekwa. Akamba meba. Sasa hebu niambie, how will you be able to understand a man like this one? Myself, I don't even understand myself. I don't. Sincerely, I don't. Hebu niambie, in your history, umesoma? Baka form? Baka college. Kwa sababu umekuwa ukisoma news. Ni wapi umesikia president yoyote wa dunia ameenda 9 countries in 12 days? So that is why I'm just telling you, a man on a mission, it is not easy for them to be understood. I went to Germany. I didn't know what I was going to go there. Walionifungulia mlango wa kusafiri ni Catholic sisters. Nikaenda mpaka mahali kunaitwa Malaga. Tukifika Malaga, walinipeleka kwenye mlima pale kigogona ya Roman Empire ilianzia, where they laid that altar. Tukapanda hiyo mlima. Wao walikuwa na flag ya Kenya, mimi sikuwa nayo. Wao already walikuwa wamezungumziwa, wakaambiwa venye nitafanya. Wakaniambia Mungu alituambia ukifika hapa tukupeleka kwa mlima. Nikaenda kwa mlima, tukaeka bendera ya Kenya hapo. It is allowed. Watu wakienda kwa hiyo mlima, it's a museum. Ukienda you can put your letter there, you can put your photo there, na useme you are there. Mimi nikaenda nikaeka nini? Nikauliza authority, can I put my flag here? Wakaniambia yes. Nikaeka. Nikasema madhabahu ya Roma nimeisha, madhabahu ya Kenya imeinuka. Nilitoka hapa, kwa wale mliniangalia kwa video, nilikuwa nimevaa t-shirt ya green. Si ndio tukiakisha kado? Nikiwa Malaga nilikuwa nimevaa t-shirt gani? The same. Because sikubeba nguo, nilitoka hivyo na passport na ile nguo nilikuwa kwa mwili. Kwa sababu nimeambiwa umarudie. Utakienda kimudurume takiu. Mukubangite ni murathi rucio tariki imwe kuria handu. Kimudurume ni kiingira ngari. Ndege ni giathie. Yeah? Utapelekana na mtu kama huyo wapi? Yeah? Jaribu kuprepare watu, wacheni nini, don't waste your time on this. I also don't understand myself. The Bible says wana wa Israeli wakamwambia nani? Musa, ni kwa nini haungetuacha tuendelee kukaa kule Egypt, tuendelee kuwatumikia wa Misri, maana hatungekuwa na shida kama hii.
They were crying to God. They were crying to Moses. They didn't even want to hear the God of Moses. Nakumbuka kule kote wamekuja, wametembea na Mungu wa Musa. Musa ameangusha vakora, nyoka imefanyika nyoka, imemeza nyoka zile zingine. Amefanya miujiza wakitembea. But they, at the time of a critical angle, they forgot about that God. Wakamwambia God, Musa, wewe na kioko kega, una kichwa mzuri. Mbona ungetuacha tukae huko? Na tulikuambia tu wachana na sisi. Na ukakuja ukatuambia mambo ya Mungu. Ukajifanyisha tumiujiza hapo. Sasa angalia tumekutwa. Sasa angalia huko nyuma ni watu wanakuja wanataka kutumaliza. Huko mbele yetu kuna mto. Sasa how are we going to do this? Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what has caused many of us Christians. That when we are in a crisis, we tend to forget about our God. We are not patient to see what is the next move of God. Yesterday Mungu amekutembeza, last week Mungu amekutembeza, last month Mungu, lakini kumetokea kashida kamoja tu. Sasa hiyo ndio unaanza kupapatika, kutetemeka papa. Sasa angalia sasa, na noto ugete. Tulikuwa tumesema tu hapa kuna kanisa, tulikuwa tumesema tu hapa kuna nini, tulikuwa tumesema hata huyu mwanaume mimi siko namtaka, ni venye tu alikuja akajiforce kwangu, akajiforce kwako. Timotumia jini ya diamwedaga. Nilijaribu kufanya jivitendo ni msiku nataka. Alikuja tu akajilazimisha akakuja kalala kwa kitanda. Kwa hivyo alipolala kwa kitanda, nani alikwambia kae? Because those are the mentality ambazo tuko nazo, ni weak mentality. The challenges when they come, we fall. Tunaanguka. Hatuwezi kustahimili. Hatuwezi kusimama kwenye misingi thabiti ya kuhakikisha kwamba if it is God that is in need, I'm going to stand and wait for God. Musa akawaambia ya kwamba don't worry of what is happening. Wakamwambia tutakuchapa. Akamwambia don't worry, my God is still there. Akamwambia tutakunyorosa. No, let me tell you. Moses stood because he knew his God is a God that has truth. You must embrace the God that is in you. Do not fear. Kama ni Mungu alikwambia tembea without fear. Hata maji ikikosekana kwa barabara, don't fear. Hallelujah. Don't fear. Hata wakikuacha walk alone, don't fear. If God said I'm going to walk with you, don't be worried. Just walk. God knows why. God knows the plan. He has a good plan for you. Not to destroy you, not to bring you down, but to make you better. Amen. If you know you have a God, embrace that God. Walk with that God. Don't fear. Don't come here for one day because you wanted that miracle. Ndio sasa urudi kwa pastor wenu. Hiyo ndio nasemaga, kama wewe ni wa kurudi, wenda kabisa. Don't come here again. Ati umekuja baka umeambia your neighbors, dadhi kuona modo daktari, divitari. Umeambia baka bwana yako ati kuna mama alizaa. Nimeenda kumuona hospitali. Ndio mnataka kujificha kwa huko mahali kamera haitawaona. Have we expect umedanganyana, then you expect God to do anything on your life? Nothing. People are stagnated because you have refused to abandon the God of Misri. You have refused to abandon the God of Egypt. You are still with him. Now huyu mama amesema, ameambia Musa, kwa sababu hataki kujulikana alikuja hapa. Ameambia Musa alienda kuona mama ambaye alizaa, akazaa kapanya. Ndio ikuwe juicy tasty. Yani ikuwe statement mzuri, exciting sorry. Paka Musa, haya, nyang'ania arashira kanyaru. Ndi mumwana na mumuhoera muno. Yeah. Why? Now you have compromised your integrity with God. You have lied from home, and now you come to God to tell God, oh, I have come seria katara. Tagulini baba u. Nisikia baba. Hata kusikiaje? Na foundation yako ni ya uongo. Then what will happen? Because your tongue has power, what you said shall come to pass to you. Whatever you said, it will come to pass. Because tongue has power. So it is very important for you to sit and wait. Moses told them, sit and wait, see the deliverance that is about to happen. And Moses said to the people, fear not, stand firm, see the salvation. Those are three statements that are very powerful. Fear not. That is statement one. Fear not. Your God is a gracious God.
Your God is a powerful God. Ni Mungu mwenye nguvu. Ni Mungu mwenye uwezo. Ni Mungu mwenye mamlaka. Fear not. The tribulations ambazo unaziona sasa, do not be afraid. God is still there. The same God that was with you yesterday, the same God is with you now. The same God that was with you last week is the same God that is talking to you. The same God that was with you last year is the same God that is working with you. Fear not. He does not change. He is forever. The way he was yesterday, today and forever he will be. Statement number 1, fear not. Number 2, stand firm. Usiwe mtu wa kulegalega. Stand firm. If you believe that what you believe in is God you are believing in, stand firm. Tell God, even if you rejected me, even if you ignored me, even if you are not working with me, I will still follow you. Danieli akawaambia Mungu, akamwambia Mungu, hata kama ukinikataa sitakukataa, nitakaa na wewe. Stand firm in whatever that you are doing. Do not be cowed by anything. There will come scarecrows will come on your life. Utatishiwa maisha, utaambiwa tunaenda kufanya this, tunaenda kuweka kwenye aibu. Na kwa sababu wewe upendi aibu, unaanza kukimbia, unakimbia hapa, unakimbia. God is still with you. Stand firm and see the salvation of God. Stand firm. No matter what they'll say about you, tell them, I am with my God. I am with my God. And God is God that will never forsake me nor leave me. He said so. My God walks with me wherever I go. Deliverance does not come in one day. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are dealing with altars, it's not a one-day project. It is a continuous process. Sometimes I was telling people that Jeremiah 1 verse 1, Jeremiah 1 verse 4. Repeat. No, don't read. Repeat it. Say it. Verse 4. What is it in there? What is it in there? Jeremiah 1 verse 4. I know you before you were born. So God tells you, before you were born, I already had your name. Now, statement 2. I set you apart. Meaning, if you have been set apart, what is being set apart? You have been set apart. You have been removed from others. You are not living with others. You are not working with others. You are not doing anything with others. So you have been set. Is that person normal? Any person set apart, nemogoroki. That's why amepelekwa madhare. You are not an ordinary person. That is why you've been set. Then number 3, I consecrated you. You have been consecrated, meaning so you cannot be touched, you cannot be reached, nobody can come anywhere where you are. You are living in your own world. Then number 3, I ordained you. So there is another power apart from you being misunderstood. You got another power of the ordination. You have been ordained. To do what? To go to the nations and prophesy. So this in a normal circumstance, you don't belong the same world. This somebody has been set apart, has been consecrated, has been ordained and sent for a mission. And such people like this one, before you were born, saying, thank you, mommy. Before you were born, I knew you. Before your mother and your father came together, I knew you. Before your grandfather and your grandmother came together, I knew you. Before the grandmother of your grandmother and the grandfather of your grandfather came together, I knew you. So how old are you? So how old are you? Sasa you na wewe kuna wale walizaliwa katika ulimwengu wa kishetani. The devil consecrated them.
The devil ordained them. And they were also known. Sasa wewe, can I use you for an example? Sasa wewe, you are ordained on that line. And you are known. Ni manyanya 100 wako nyuma yako. Sasa unakuja ni kufanya deliverance ya one day. You are 800 years old. We gashosho. We kaguka. Kamya kamagana manana. Tukata ya gai. Wenwe, munafi wa kahinda gaka. Daka wario kiugo kiriko ndiraria miaka 800 ndiraria kiugo kiriko kimwe. Bora aende tondu we muteithia. For sure I know because God has revealed to me. Huyu ako na miaka 800. Kuna watu hapa na wanaga hapa wako na miaka 300, miaka 400 tuko na wao hapa na kanifanya nikasichana kanataka niende nikaoe. Na nishosho dato la mushi. Ndio nakutaka umeoa mwanamke na mwanamke anakusubua forever. Utakutana na watu kama hao. Mwanaume ni amesoma ako na degree. Mzuri hata thinking yake ni mzuri sana. But behavior na character ni saguka wa miaka karibu 200. Ukarigo muthuri na akere. Ginya mehubire. Ginya gwetha badale thaba. Ena ada we ada rutaga ikaraga na ada we athiko 5. Ani mudu ina degree masters. Kimekuja hapa kimzee. Kiko na devu zimefika hapa. An old person hapa. Watatu wamekuja wamesimama. Huyu alikutana na mtu young. Lakini hapa wale wamekuja ni nani? The owners. In the book of Acts, Paulo na Sila alipoenda akapata na kamama kalikuwa kanamfuata akakuwa irritated, wakacommand the people ambayo ilikuwa ndani yao mama, akacommand akamwambia, in the name of Jesus I command you demon get out, and the demon got out. Ni nani walikuja? The owners of the spirit. The owners of the lady, the owners of that spirit that was in that woman came irritated. Paulo na Sila walikamatwa wakapelekwa mpaka kwa soko. Why kwa soko? Ushaijiuliza ni kwa nini kila soko inakuwaga na mwenda wa simu? Kwetho kwa itali mugoroki. Hakuna soko hata moja haina mwenda wa simu. That is the stronghold. That's the marketplace. The stronghold. Ndio capital city ya waganga na wachawi. Bwana Yesu asifiwe sana. And in that process, what happened? Walikamata Paulo na Sila wakapelekwa kwenye soko, and they were subjected to a thorough beating. Walinyoroswa, walipigwa na nani? Na soko, watu wa soko. Wakakuwa subjected on mob justice. Because that is where demons are concentrated. Na immediately after that, wakarudi wakaitua chief magistrate. Akakuja na hukumu ikafanyika si kwa koti, hapo kwa soko. Na wakafungiwa, wakapelekwa prison. Bwana Yesu asifiwe sana. So there are places and there are reasons for you to be arrested, captured and consecrated somewhere. Some of us have been consecrated. When I was in Mungiki, mimi ndio nilianzisha kiapo ya Mungiki. Baadaye after went kwa Bishop Harrison, nikafundishwa, nikafanya investigation. Who am I? Nikajikuta my grandfather, General Waruinge. Ukienda ile Isiri, barabara ya Isiri inaitwa General Waruinge. That's my grandfather. Sasa yeye ndiye alianzisha Mau. And fortunately nilipoenda German, nilienda nikakuta mahali ile camp walipelekwa wakati wa First World War. Kwa sababu walichukuliwa kutoka hapa waende wakasaidia mzungu kupigana vita huko. Nilienda nikakuta jina yake inscribed kwa msia mmoja mahali kulikuwa na mpaka ya East na West. Sijui kama umeona hiyo picha, mahali nimepigwa picha hapa, kuna kamzungu kako hapa je. Huyo ni Hitler. Hiyo kando yake ndio museum. Nilikuta jina ya guka yangu hapo. Hapo ndiye alijua na akafundishwa kushika bunduki, ndiye alijua wazungu wanakufanga. Walipokuja hapa baada ya hiyo World War, walipokuja hapa wakatengeneza kikundi yao inaitwa Mau. Yeye ndiye alianzisha. Mimi ndio nilianzisha kikundi ya Mungiki. I want you to understand this. Mimi ndio nilianzisha kikundi ya Mungiki. The oath ambao nilipatia watu wa Mungiki ni mimi. I am the one who coined the oath. Juzi ambayo nimefanya kutafuta sasa utafiti kabisa, nikaenda Banana ndio kihumo yetu huko. Nikaenda huko
nikakuta mama mmoja mkogwe. Akaniambia wewe ni mjukuu, ni akanipatia story mpaka nikajielewa. Na akanitolea akaniambia nimekuwa nikikusikia na nilikuwa na shida nitakupataje nikupatie makaratasi ya huyu mtu mmeitanishwa na yeye. Ile karatasi alinipatia ni nini? Venye hiyo kiapo alikuwa analisha watu. Na hizo mavitu, hizo magenia, hizo alikuwa anavaa na zile vitu zote alikuwa anatumia. Nikapatiwa na huyo mama. Kuangalia hiyo kiapo, ile maneno yote nilikuwa naambia watu, ndio hiyo ilikuwa imeandikwa na huyo. Na huyo mzee mimi sikumuona. Sikuona, hatukukutana. Kumbe huyu mzee alikaa akaingia ndani yangu na akakuwa na akaendelea na maisha. Kuna watu hapa mumeigiwa na mashosho walikuwa wachawi. Wewe unafikiriaga ni wewe? Yoko yege shosho kihokea miaka 300. Tulitoe morogi ule ali morogi. So it was not me. Hizo vitu zote uliona Mungiki nilianzisha nikiwa na 19 years. Wewe na 19 nikiwa hata gweka. Nilianzisha nikiwa na 19 years. My first 1 million nilipata na 19 and a half years. Because it was not me. I founded the organization when I was 18 and a half years. In 19 years, nilikuwa na 1 million. I was already rich. And I was already commanding an outfit. And nilikuwa na maneno nilitengeneza. Ile maneno exactly hiyo karatasi nilipoipata. Word by word. So, was it me ama ilikuwa huyo mzee? Yes. Nikimtagia doliye. Huyo mzee ako na miaka gapi? Saizi angekuwa na 210 years. Nebu, na yeye sasa calculate alikuwa na old ya miaka gapi? Sasa mngewezana na mzee kama huyo? Hamngewezana. Baka until wakati nikaenda kwa Bishop Harrison Ng'ang'a akaniombea tukavunja hiyo madhabahu. Huyo mzee akatoka nikabaki mimi. Hallelujah. Wakati huyo mzee alivunjika nikabaki mimi, niliwachwa wazi nikajikosa for 7 years I lost myself. Nilipotea. Sometimes a deliverance can be done to you. Instead of you becoming better, you become worse. Because umefanywa deliverance, umewachwa Uganda, katikati ya Uganda, Tororo na huko. Ugodhieko. Hauna pesa, hauna nini. Ugodhieko. That is why you need to sit down and whoever that did that to you, mwalimu aliyekusaidia kaa chini, endelea kukaa na yeye. Kwa sababu yeye ndiye ako na kifunguo chako cha the next move. Lakini kama ulikuja wazi, nikakutoa Yesu inatoka na imeenda, lakini sasa imetoka na umewachwa without a direction. People are suffering because they have no direction. Christians are suffering because they got no direction. Kwa sababu yeye alikuwa a miracle seeker. Huyo kukaa ametolewa, umewachwa wapi? Utaenda wapi? Na yeye ndiye alikuwa direction yako, yeye ndiye alikuwa maisha yako, yeye ndiye alikuwa wewe, yeye ndiye alikuwa kila kitu. Ameondolewa kwako. Sasa utaenda wapi? I was not myself. I was not completely myself. It was something different. But now nikatolewa. Nilipotolewa sikurudi kwa Harrison. Sikurudi. Maana wakati aliniodaini pale City Hall hakutoa. Baadaye ndio amekuja kutoa. Baada ya kupata shida. Miaka 7 nilikunywa pombe non-stop mpaka nikakunia kwa kitanda. Nikashikwa na depression, ninaikuwa na kojoa. Na yani nikitembea hiyo makojoa nikisikia inakuja na iachilia kwa sababu inakajoto kamzuri nasikia. Nikiwa kwa kitanda nisikie nataka kupupu, nilikuwa tunainua kamguu hivi na pupu vizuri. Alafu nalalia hiyo pupu kwa maana ni moto. Baka wakati moja God just decided to use something different to make me understand I am not normal. In my mattress kwa yes nilikuwa natoa hiyo pupu kukikua asubuhi, lakini sasa makojo ile iliingia imeanza mikodoro huko ndani, imekuwa na wadudu. Sasa asubuhi moja nikakuta madudu zimenitembelea kwa mwili yote hapa, kila mahali za white zinatembea. That is when I came back to my self realization. Nikajiuliza ikagura adiatia. Bwana sifiwe sana. Yani you are alive, you are walking, you are living, but you are rotting. Why? Because yes, ulitolewa.
lakini uliwachwa kwa kiwanja without a direction. Mzee wa miaka 800 ameondoka. Sasa niambie 800 years ya kujitafuta. Ukaona li. Utajipata lini? Mzee wa miaka 800. Sasa katumia kama kana manana. No I shock you the real order. Now you are normal because I can see today nowadays you are normal. Yeah? Sasa weona gatia. You are totally confused. Kama hungekuwa nakaa hapa na mimi ungekuwa mjika kiasi kingine watu wanakushindwa. Yes. Bwana asifiwe sana. So that is the essence of understanding what God is doing in your life. Akawaambia ya kwamba stand firm, stay put, because wana wa Israeli ama utumwa ambao walikuwa wanatoka utumwa wao walienda utumwa wa miaka mingapi? Yeah? 400. And turudi nyuma kabisa. God spoke to Abraham akamwambia kizazi chake kitafanya nini? Kitaingia kwenye? Hello? Abraham was told by God kizazi chako kitaingia kwenye utumwa wa miaka mingapi? When was that? Is it within the 400 ama ni mbeleni? Kama miaka ngapi hivi? Approximately. Ya Abraham ndio azae nani? Abraham azae Isaac azae Jacobo. Nani ni baba ya nani? Ni Joseph alikuwa mtoto wa nani? Wa Jacob. Kwa hivyo ni vizazi vingapi? Isaac aliishi miaka ngapi? Abraham akizaa alikuwa na miaka 90, si ndio? Kwa hivyo Isaac ndiye akuwe mkubwa, Abraham alikuwa na kitu 150. Si ndio? Ndio Isaac azae alikuwa na miaka karibu 100. Kwa hivyo ni 250. Ndio Isaac azae Jacob na yeye tumuongezee miaka ingine 100, si ndio? So the prophetic word ilitolewa 300 years. Sasa combine na 400 years. Zinakuja ngapi? So they were dealing with a problem of 700 years. 300 living in the spiritual realm and 400 living physically. Hiyo ndio ile kazi Musa alitumwa aende undo. Ilimfanya nini? When he tried to undo it, it took him to the wilderness. So there are things that you try to undo, they will destroy you. Na hata ilimunyima chance ya kwenda Canaan. He didn't get there. Because the process ambayo waliendea ya utumwa na ya nini ilimfanya atokelezee kwenye clan ya Lewi na Simon iliyokuwa imelaaniwa na nani? Na Jacobo baba yao. Ataishi kwa hasira na kwa upanga. And that is what became of Moses. Bitterness. Amekuja kutoka mlimani. Imagine kilimo kia modo kimetoka mlimani na Mungu, kimeandikiwa tablet na Mungu, lakini kinakuta watu wamekasirisha Mungu, kinaangusha na wewe si Mungu. Na wewe tu wako. Kitu kilimo. Ni mjinga. Hasira. Hizi mahasira mko nazo. Magi. Hasira ni kitu kibaya Nancy. It kills everything that God has put in you. Musa alikasirika. Tablet ilikuwa ya Musa. Wana wa Israeli walikuwa wa Musa. Ile kitu ilikuwa ndani ya Musa ilikuwa yake. Why will you be bitter because of something that does not belong to you? Why will you want to muscle people and these people don't belong to you? They belong to God. They have just been brought to you. Ati sasa nianze kuwakasirikia. Ati niweke mkada pale msitoke. Msitoke. Niliwaita. Ati jekile mahoya, baba ninakamata hawa wasitoke wakuwa washirika wangu wakage. No, kwenda huko. We are 7 billion. Hata sijagusa hata katone. Atajaje guku hari guku ndokaumbaga atwiturage guku. Atirigetha unde hagire ta iria gwika atia. I don't need that money. I need to see my God. I don't need your money. I need to see God. I need you to see. Mimi wakati nilifunguka na si kufunguka kitambo, 3 years ago ndio nimefunguka vizuri. That is when I can give a testimony of God. Ndio nimefunguka. 15 years after being ordained, 15 years I lived in the wilderness. I never made anything that is tangible. Nilipatiwa hawa kina nase hawa. Hapa City Stadium
walinilea hawa. Bad women and good women. Hawa. Walinimasuru, wakanifinya. Baka kikioko. Hasira zote zilimalishiwa City Stadium. Kwanza huyu alikuwa anafanya. Tunapaka na yeye, wanashikana na wengine. Unasikia wakinisegenya hapo. Ni apostle niyo ademu wanagali. Ati muhonoko. Sasa hiyo nimejitolea kuhubiri. Na ukiangalia mahubiri yangu yote ilikuwa ya vita. Bwana anasema utaenda kukufa. Watu wasipomfuata watakufa. Yaani mahubiri ya vita tupu. Nilinyoroswa na hawa. Wamama walikuwa karibu 20 hivi. Walinifinya wakatoa hasira zote. Hasira zote. Na nilikumbuka kuna siku nilikuja, nikafika Nyayo Stadium, nikageuza gari nikarudi. Nikafika Bomas, nikageuza tena nikarudi. Nilikuwa napanga, nilikuwa nishapigia mtu simu. Ndio jereta nao ya daite. Ukagona egere. Kufuga kanisa. Kufika kanisani nikakuta hawa ni kama walikuwa wamenigojea. Nilipoingia wakasema haleluya Bwana, shangilieni pastor ameingia. Bwana Yesu asifiwe sana. So you cannot succeed if you are not grounded on the foundation that God wants you to be. You will always be irritated. Utapatana challenge tu za kukuirritate until you surrender. Until you let God do it. Until you allow God to be in your life, you will never see peace. Hautaona. Mimi nijaribu kupanga mikakati kimungiki style kanisani. Napanga crusade kimungiki style. Napanga kila kamati zote kimungiki style. Hakuna hata moja ilifaulu. Hakuna. Nilikuwa na maasira. Napanda mlimani kwenda kuomba na nilikuwa naenda kulaani kina nasi. Baba, niotolee mashetani hao wako kanisani. Riaborokorokoza, navuja miguu yao, navuja mikono. Nikirudi na wakuta kanisani, ndio wametengeneza kanisa imeng'ara. Na nilikuwa na Mungu nasikia tu Mungu. Kwa sababu nilikuwa naambia Mungu alafu najisikiliza, nasikia najiambia wametoka. Nasikia nasema ni Mungu amesema. Kumbe ni mimi nilikuwa najiambia wametoka. Nikirudi na wakuta huko. Saa hizo kanisa na hizo nakuta huyu amenunua mpaka kiatu, ameninunulia kiatu. Siku hiyo ulininunulia ile kiatu ulinunua. Nilikuwa nimekufukuza kanisani nikiwa mlima. Sasa nikakuja tena nikasiku. Huyo nawe goikataka. Tena nikambia Mungu kai. Wacha endelea kukua. Kumbe ni Mungu alikuwa anashughulika na nini? Na hasira ambayo ilikuwa ndani yangu. Kwa sababu anataka kunitumia. Na maana alikuwa ameniambia nitakuletea watu waliojawa na vidoda. Unaweza kukua na hasira usaidie mtu wako na vidoda? Nyinyi yote mko hapa mko na vidoda. Watu hapa magiedo ya mego kuothe. Mena irema, mena iroda. Na niatihie. They are yearning to die. These people you see here. Si kupenda kwao wakuje kwa dola Waruinge. Hata wewe si kupenda kwako kuja kwa dola Waruinge. Of all the people, where do I be watu wenu? Udia kanisa ko Waruinge. Waruinge ni kwa mugeke. Not many of you are here but because you have a burning issue and God has put in me something that can solve the problem, that is why you're here. Nilishughulikiwa my bitterness nikiwa kule stadium. Alone itashughulikiwa. Bitterness ukiwa nayo, hasira, pride zinashughulikiwa. Before God gives you the next letter of appointment, hiyo ndio kitu anashughulikiaga. Because there is a type of people he is preparing akuletee. Na watu wananuka, watu wamejikojolea, watu wanakaa, alinifanya mpaka nikunie kwa suruali. Ndio hata wewe ukikuja na mafi yako nitakuhandle vizuri. Ndio naonanga masura mbaya zinakuja hapa, watu wako na manini kila kitu, watu wote wakikuja na wapatianga a shoulder to lean on. Because amekuwa injured, amepigwa, ameitwa umbwa, ameitwa takataka. Kuna kamsichana kingine kalikuwa kameambiwa katakufa. You are useless, you are hopeless. Nilikasungumzia kwa simu tu, nikamwambia you are good. You are going to succeed. You are going to become. Na nikiko grasi ya Molatina tu ndio ilikuwa inaongea kwa kichwa ya mtu. Kalikuwa anataka kujiua.
Nilikakazungumzia vizuri mpaka kakarudi, kakaribia sasa lala, kakalala. She needed comforting. Sio nimwambie Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, niokoe sasa, niokoe sasa. Sitarudi kufanya Kuna watu una balance, unajua huyu hataki Bwana Yesu, anataka comforting. Kuna mtu kwake amefanywa madharau na Bwana ameitwa ubwa na takataka. Sasa ndio ngoje ukelete okoka sasa. Sitakwambia okoka, nitakujua you don't have love. And I become automatically, I become a father immediately. Or I become a friend to you immediately. Nakupatia hapa. Nakwambia lalia hapa. Huyu unajua dhege igogokori. Sasa anafikiria amependwa. Sasa amefikiria ameona mwanaume. Ukitoka immediately kunaingia mwingine nampatia lalia hapa. Ukitoka mwingine nakuja lalia hapa. Because that is what the calling I have. First of all, I'm not telling you Jesus. I'll tell you there is love. There is hope. Sasa nikiona cool down, sasa nikwambie there is power in salvation. There is power in this. God will restore you. God will give you this. God will love you. You see? After I have cooled, nimeshona hiyo roho yako imepasuka. Maana kuna watu wanakujaga hapa, moyo wao imepasuka. Pasuka ni vitagari. Sasa nimukalisha chini, na uwezi kumukalisha kwa sababu ni kudugo taduga shidano, ushone hiyo roho. Sasa no dumegoro yako ulio hau. Lazima nikulete hapa. Na nikuonyeshe I love you. Na nitakuita darling, babe. Akagweta oguo. Muthuri akagweta oguo. Kamira dole ngui. We mwana wa Ngai, dole ngui. Sasa kimujika kinafikiria kimependwa. Lakini nimetibu. Namkalisha hapa, namtuliza, kisha nafanya nini? Nashona hiyo roho yake imetapasuka. Ikipona sasa namwambia simama hapa. Anza kushona ya huyu. Si umeona nimeambia Wairimo afanya nini? Afugue hiyo. Si amewaambia. Mmesikia kwa sababu ako na experience. Alipitishwa huko. Ndio akuja atuambie vitu zingine. Hata ingine mimi sikuwa najua. Ametuambia huyu mwenye anaweka mayai inaingia ndani. Huyu ako juu. Ako sawa. Ako nini? Ako sawa. Anawajua. Ati huyu yekuwa. Sasa wewe ungejua. Sasa lete ujuaji yako, umesoma, umefanya theology, umefanya kila kitu, sasa ujuaji uletoe mayai kama hiyo. Sasa hebu niambie theology hapo iko wapi? Hapo kuna theology? There is no theology, ni nyundo na kukata kuvuli. Hakuna theology. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio kitu ya muhimu sana kuelewa. Then number 3, he told them, and see the salvation of the Lord. So before you see the salvation of the Lord, what happens to you? You fear not, and you stand firm. You fear what? You fear not, and you stand, because salvation will never come if you are still wavering. Hauta, kama unayumba Mungu hawezi akakuja. Na ndio naona ukikuja lazima nitulize bahari yako. When you have fear in you, because that is the weapon the devil will use to make sure you don't see the salvation of God. When you are shaky, that is another weapon that the devil will use to make sure that you don't see God. Because when you are shaky, you don't wait upon God. When you are shaky, you don't wait for God. Unataka Mungu akibie. Hata unamwambia, Gai, dokage. Wait. Because you are shaky. Until you stand firm, there is no God will come in your life. He told Jehoshaphat, sit down and see the salvation I'm about to bring in your life. You have to sit. Lazima utulize bahari yako. Ndio iweze kupasuliwa. Wana wa Israeli hawa walianza kulia, wakamuita Musa wakamwambia, wewe kubavu, ulitulete hapa. Kwani kule hakukwenda kaburi? Yaani wewe una kichwa mzuri. Yaani sungetuaje tukule marege. Musa akawaambia, our God is a great God. Akawatuliza, ndio bahari ipasuke.
Wakati kuna yumba, bahari haiwezi kupasuka. Wakati you are not stable, when you will not sit down to listen to the word of God, you will never see the miracle of God. You have to wait. So you must not fear. And number 2, stay put, stand up. And number 3, that is when the solution for your life will come. Otherwise, kuruka hapa hii kanisa, uruke kanisa nyingine, uende hapa, it will not occur. It will not help you. When you are in a panicking mode, God will never. Hata kutokea moto hapa, panic, it will be so difficult for you to rescue yourself. You have to be calm. For you to win a spiritual battle, you have to be calm. Tulia. Kisha stay, stand. And then fear not. Fear is the beginning of your failure. And that is the tool that the devil will use to make sure you don't make any progress. Don't fear. Hakuambia wanakujaganya hii. Don't fear. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkuja muniambia ati mtachukua gari yangu. I don't fear. Take it. Mkuja muniambia mtafanya. I don't fear. Take it. I don't care. Mkuja muniambia ati kanisa itahama, itavunjika kwa sababu ya stand yako. Go. I don't have an attachment to it. I have an attachment with my God. Just have that attachment with God. That one attachment with God. Let God do the job in your life. Let God do it. He will never fail. With God, you can never lose it. With God, you can never go down. With God, you are going to succeed. No weapon fashioned against you that will prosper. Amen. Moses told these people, fear not, stand firm, then for you to see the salvation of the Lord, which he will work for you today. Hallelujah. Salvation, it is not placed somewhere. Hallelujah. It is not a formula, 2 by squared. He works on it. Fear not, stand firm, and see the salvation that he himself is going to work on it today. He will work on it because of understanding how ready are you to receive. Are you getting me now here? Once you remove fear, then you stand firm, you will receive salvation that will have been worked on. That is what I want you to understand. Salvation is worked on. Don't just come here na we expect me ati kwa sababu umekuja leo na umekuja unataka nikusaidie, una shida ya pesa, nitakusugusha. Until hiyo mpapatiko umekuja nayo iishe, ukuje ukiwa calm. Nitakusugusha. Hata mwaka nitakusugusha. Nitakuabilia milioni 1 lakini nitakusugusha. I'm a product of God. Ukatohoya. Oliver, mupatie kikombe ya chai. Sasa wewe umekuwa rejected material. Ukae pale uanze kushughulikiwa na nitakushughulikia. And I'm very good at that. I'm well trained. Hiyo safari yote kutoka Mugike kukuja hivi, unataka kuniambia mimi ni mchika? Dekelimu, nilikuwa na 4 million Mugike members. Walikuwa na wote karibu wote wako na bunduki. Kusikia kidogo tumeteremka hapa, unasikia kuna mtu amepigwa hapo na amekufa. Na mlikuwa na wao. Siku moja nilienda Kariobagi wakaniita mkutano, watu karibu 300. Huko Dadora dubbing site, tukaenda huko tukakaa huko. Sasa tukiongea. Mungu, sijui ni ama ni Mungu ni shetani aliniambia hebu jaribu kujua kama hawa watu wako na bunduki. Nikaambia sasa wacheni niwaambie. Hata tusirudi kutembea na mambo ya bunduki ama kuogopa. Msikuwe mnabeba ama mmebeba leo. Tuko nazo. Mko nazo hebu kila mtu anyonyeshe. Kila mtu alitoa bunduki hivi juu. Mimi peke yangu ndio sikuwa. Na mwingine akaniambia hata nikiteremka na barabara hivyo kuenda hapo, kulikuwa kama mtu kamemaliziwa hapo. Hata wakaniambia hata ni sisi tumemaliza. Na kama mtu kalikuwa hapo kwa barabara. Tumetest hii ni mpya, tumetest. 5 days later nilikamatwa.
5 days later nilikamatwa. Sasa uniambia hiyo process yote nimepitishwa, Magi. Sijielewi. Diramenya yadereka, dekelimo. I know. I have been passed through fire. Oh, hiyo 52 times nilienda jela. Sikuwa nimefanya a single sin. Sikuwa. There is nothing that was associated with me that could have been connected to me. Nothing. But I carried the cross. Nimewekewa sumu mara 9. Sasa imeongezeka ni 10. Na ile mliniwekea hapa. Hapa. Ile nyumba pale. Waliniwekea sumu pale. Wakafikiria nitakufa. Hata niguo moyo kanitha. Jegesi yadu. Mtu hata kuhubiri ajui kuhubiri. Ndio anataka ukufe. Waliniwekea ikakuwa soda ya Coca-Cola ikatoka. Hata yeye ndio jaribu. Inanishuma. Because I stood firm. I am fearless. Huwezi kunitisha, ati unitishe na kabuduki ama unitishe na nini. Jaribu. Jaribu tu. Jaribu siku moja. Nitakusuaga na nikuje hapa kwa pulpit na niendelee kuhubiri na tuende mbinguni bado. Kama Peter alikuwa na paga, alikata masikio na Diana kwa kanisa ile kubwa kabisa ya Peter. Inaitwa gani? Kanisa ya Peter. Inaitwa nani? Kanisa ile kubwa ya Peter ni gani? Catholic. Aliambiwa, "Huo ufunuo umepata, si wa binadamu, lazima ni Mungu amekufunulia. On this rock." On this what? Hapa ndio kifunguo ya dunia iko. That you see Catholic. Yes, imekuwa infiltrated na devil worshippers, but nobody gets the hell hazizi kuifunga. Catholic is coming back in a different way. Right now the Pope is a Freemason. Lakini ataondolewa. Hallelujah. Hiyo mambo yote wamepanga kuleta ya 666 when the angel will come ni Michael. Akuje ashike Lucifer, amweke ndani ya shimo. All will be nothing because that is the foundation. I wish you can go to Europe. Uone Catholic churches za 12, 14, 15, 16, 18, a church that no one can build today. No one. Golden church. Beautiful church. You get inside there. You see God. Ndio makagiraga ikigogona. Walikuwa najengea Mungu. Hebu nisapatie simu yangu hapo. Nipatie simu yangu. I show you one photo. Iko hapo juu. I show just one photo of a church in Europe. In France, mali guo ya Yesu iko. Ni msalaba ya Yesu ile alibeba. It is gold, pure gold, the whole church. Na goko mwaka tukanitha ta mafatimo kiuga ari amatigathi iguru sincerely, surely. When you are not stable with your God, usimame imara. Useme, this is my God, I'm going to walk with my God, whether I have it, whether I don't have it, wherever I go without fear. Niliwaambia jana, God hates what? 3 things. What? Number 1, mtu muoga, cowards. Number 2, mujiga. Number 3, maskini. Kama ni maskini, God hates you. Those are 3 things God hates. God hates them. 3. Keguoya kwa Wakikuyu. Kelimo kwa Wakikuyu. Na mutheni. God hates them. Akodo inagia kwa mutheni thena. God hates you. Anakuonaga naona chukizo. Jamaa ameniangalia na huruma. Come out of the cocoon, because in the book of Genesis 1 verse 26, 27 and 28 the Bible says, and God chose to make man and a woman in his own image. In the likeness of God, man and a woman were created. Kama haufanyi as your own, the way God created you, because you are the image of God, the likeness of God, and your God is rich, is the owner of gold and the silver. Why are you poor? Wakudekoleginya mkefe wa cowboy. Because kuwa tajiri is not si maombi, it is a principle of the kingdom.
Kuwa tajiri is not salvation. Si kuokoka. Kuokoka ni sawa, okoka, lakini kuokoka hakita kufanya ukuwe tajiri. Abraham alikuwa mwokovu. Was Abraham saved? Was Isaac saved? Was Jacob saved? And they are the richest until today. We emulate their examples. Isaac alienda, Genesis 24. Isaac alienda akalima while it was desert, while it was dry. And the Bible says, and the man became rich in the dryness. Why? Because he observed the kingdom principles and acted upon them. It was not in the will of God you be poor. It was not the will of God that you become a beggar. It was not the will because he blessed you. In the book of Genesis 26, 126, God blessed them. You are blessed. Then why are you not enjoying the blessings of heaven? Isaac aliambiwa rudi usiende Egypt nenda. Kwa nini? Because there was a covenant between Abraham and God that your generation will prosper. So he was told to go back on that agreement between Abraham and God, and akaenda na akalima kukiwa desert. Aliambiwa yani for the last 6 years hakujanyesha. Last what? 6 years hakujanyesha. Akaingia kwa shamba na akaanza kulima. Watu wakamchekelea wakamwambia ikakemudo wege kilimo. Akapanda until even the king himself alikuja akamwambia I want your God. Bwana Yesu asifiwe sana. You must stimulate yourself to become vessels of emulation, to be emulated by the entire society. As a Christian, you have an advantage over others. You have salvation. Now apply the principles. Hallelujah. And do it. Mbona tumeshindwa na nani? Na watoto wa maid. Watoto wa house girl. Wametushinda. Kana Waislamu ni watoto wa nani? Si ni watoto wa house girl. Matushide ireko. Atekira tugethie kugera na ithito. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wamesikia kubarikiwa leo? He told them, fear not, stand firm and see the salvation of the Lord, which he will work for you today. For Egyptian who you are seeing today, you shall never see them again. You shall never see them. Yes. Why? Because you did not fear. Number 2, you stood firm. And number 3, you waited upon the works of God. Did you get me? Wait upon the works of God. He is here waiting. He is in our midst. Just wait for the works of God. Stand firm. Remove the fear. Umezungumzia ukaambia you cannot make it. Umezungumzia ukaambiwa atakumaliza. Umezungumzia ukaambiwa hata kulikuwa mwingine hapa. Umezungumzia, that is the failure that is in you. Until you are able to know that you need to fear not, you need to stand up, then wait upon God to help you do what? To bring his works to work. Then what will happen? The Egyptians are the problems you are facing. The diseases that are in you. The challenges that are in you, you will never see them again. Yes, they are in front of you. But once you wait for the works of God, the problem, the challenges, the facing, whatever you are facing, will never appear to you anymore. Hallelujah. You shall never. And I want to tell you today, whoever came with a problem today, whoever came with a challenge today, whatever challenge that brought you here, you will never see it again. Haufananishwi na kitu. Yesu haufananishwi Baba. Haufananishwi na kitu. Yesu haufananishwi. Haufananishwi na kitu kingine.
fadhili zako. Nashukuru, asante, asante kwa wema wako, kwa wema wako, fadhili zako, fadhili zako. nashukuru Baba, Nashukuru, oh asante, asante kwa wema wako, kwa wema wako, fadhili zako. nashukuru Bwana, Nashukuru, sema ni asante, asante, asante kwa wema wako, fadhili zako. Nashukuru, sema ni asante, asante, kwa wema wako, fadhili zako. Nashukuru, asante kwa wako, fadhili zako. Nashukuru, sema ni asante, asante, kwa wema wako, fadhili zako. Nashukuru, asante kwako Bwana, asante, asante kwa wema wako, fadhili zako.